Kwa hili ombi ninapoleta worship team, kuna mtu mmoja alienda kwa mganga, alikuwa anataka afanyike tajiri. Yule mganga akamwambia, naona juu yako hakuna utajiri, nyota yako haina utajiri, lakini nikiangalia kwa jamii yenu, naona huyu msichana ambaye ni your relative, na ye akona utajiri mwingi. Kauliza, nitafanya nini? Akaambiwa lazima ujaribu juu chini, ulale na yeye ili uweze kuchukua hiyo nyota na utajiri wake. Alifanya hivyo kwa sababu watu waovu ni watu waovu, na baadaye akaanza kutajirika. Vile alivyotajirika, ule msichana akaendelea kufifia mpaka ikafika akawa mahali ni kama mjinga tu, mtu confused. Wakati mmoja akapelekwa katika mkutano, na yule mtumishi alipomwangalia akaona Mungu akamsaidia kwamba there was demonic exchange that took place in her life, na mara moja akasema, I rebuke that spirit of demonic exchange. Unfortunately, yule mwingine alikufa na yeye akakombolewa na maisha yake yakaanza kuinuka. Hekima yote ya kishetani ya kubadilishia watu na kuwaondoa katika nafasi yao. Praise the name of the living God. You know, men can try. You know, if God has blessed you, ni kama mwimbaji mmoja wa Kigwa alisema, modo moradhime ne moradhime. Let me tell you, even in this nation, if God has assigned a tribe, you remember I told you the missionary who came from Germany here at around 18 something, at the early 19th century, and he prophesied, na akasema anaona nchi hii wakati huo ni kama hata hatujaanza kuwa colonized vile na nini, baadaye hiyo mambo ilikuja ikafanyika, lakini akasema anaona watu wa tribe ya Wakikuyu wakiinuka katika biashara na kujenga uchumi wa taifa. Huyo sio Mkenya. Hiyo mambo hata haikuwa inajulikana nani anabeba nini. But you see, when God has given you something in your life, the Bible says the gifts and the calling of God, they are without repentance. Can you give us that scripture in Romans? The gifts and the calling of God, they are without repentance. Mungu akikubariki, amekubariki. Lakini shetani na yeye huwa anatumia kujaribu kubadilishia watu hatima zao. Praise the name of the living God. I don't know why I feel to pray that prayer as I come to the end. For the gifts and the calling of God, they are irrevocable. Can you give us another version? New Living. For God's gifts and his call can never be withdrawn. Kile Mungu amefanya katika maisha yako, hata kama shetani, hata kama wanadamu watajaribu, kile Mungu anataka, anasema these people have been robbed. What we have read in Isaiah 42:22. They are robbed, they are plundered, they have been in prison houses, but there is no one who says, restore. Isaiah 42:22. Hapo mwisho unaona inasema ya kwamba but these are people robbed and plundered, all of them are snared in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey, and no one delivers. That means God raises deliverers. For plunder, and no one says restore. I just want to speak a word of restoration with the authority that God has given me. I just want to say, may God restore. There are people here, God has ordained you to be a financier. Today you may not have anything in your pocket. There are people who God has ordained you for nations. There are people God has ordained you for
as an employer. Maybe hata saizi hauna kazi, or you are an employee. But I just want to speak a word of restoration. Of restoration. Of restoration. Nikupatia mfano mwingine wa jamii nyingine. Mtoto alikuwa amesemekana ndiye atakomboa hiyo jamii, lakini akaanza kunenewa maneno ya laana ili kudhoofisha kile kipawa na ule mwito wake. Lakini wakati moja akiwa naomba, Mungu akampatia ufunuo na baadaye akarejeshewa hatima yake. Nataka kusema neno la urejesho. Tunapomaliza wiki hii, tunapongojea kuja hapa kwa kesha maombi tena. Oh my God, ninua mikono yako. Reka baganda baba. Baba, ninakushukuru kwa sababu ulitujua kila mmoja hata kabla haujazaliwa. And as the Bible says, you ordained Jeremiah as a prophet, oh my God, before he was conceived in his mother's womb. Today, my God, I activate divine ordinations upon everyone under my voice. In the name of Jesus, I activate your divine ordination. I activate your divine ordination. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That which you are ordained to become even before you are conceived in your mother's womb. I activate your divine ordination. I activate the divine ordination of Kenya. There will be no vacuum. The divine ordination of this nation shall be fulfilled. I activate the divine ordination of every tribe in this nation. In the mighty name of Jesus, of every man and woman, I activate every divine ordination, and I take power and authority, and I cancel every demonic exchange, altars of demonic exchange. I bring you down by fire. Be consumed. And every demonic exchange I cancel now by the blood of Jesus. I reverse now by the word of God, and I declare the word of God in Romans 11 and verse 29 that the gifts and the calling of God, they are irrevocable, they are without repentance in the name of Jesus. And I declare, receive back your destiny. Whatever has been plundered from your life, from your family, even for generations, I command divine restoration. Whatever the enemy has swallowed, I command him now. You must vomit. You must let go. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I demand restoration of every plunder, of everything that you have robbed from us as a people, as a ministry, as a church. In the name of Jesus. Restore now. Restore now. Restore now. Restore now. Siku ya leo Bwana, waliokuwa wameondolewa katika nafasi zao na watu wenye wivu na watu wenye mamlaka na madhabahu ya uovu, ninaamuru sasa hayo maroho ya demonic exchange, ondoka sasa. Achilia hiyo hatima. Achilia kazi ya mikono yao. Achilia afya yao. Hakuna kitu utaiba, na kile umeiba rejesha sasa. Rejesha sasa. Rejesha sasa. Rejesha sasa. Rejesha sasa. Rejesha sasa. I announce a season of prophetic harvest over your life. In the name of Jesus, every word of prophecy over your life, I activate. Let it come to pass now. In the name of Jesus, no more delay. In the name of Jesus, yes, receive back your inheritance. Your position in God is secured by the blood of Jesus and by the finished work of the cross. From today, every power that exchanged destinies, I command you, lose every destiny.
Lose every destiny. Lose every gift. Lose every mandate. Lose every assignment. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare and declare that there shall be a prophetic harvest. God coming through for you, fulfilling that which He has ordained for your life. In Jesus' name we pray. Amen.